Hamjambo wana wa Mungu kote duniani. Nina wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Vile vile nina wakaribisheni nyote kwenye Sayuni Pentecostal Church mjini Pretoria Sunside. Leo nilifurahia sana kuzungumza na ninyi wana wa Mungu, kuzungumza na wale masujaa aliojitoa kafara kwa kuhubiri injili ya kweli, kama vile Apostle Peter Kaseka na kuwa na mchungaji Jackson Muhiru hapa Bujumbura, kuwa na mchungaji Abibu Wanjo Daniel na wengine wengi ambao wamejitoa kafara kwa kuhubiri injili ya kweli, injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Vile nilitaka tu ni kutie nguvu mwenzangu kuambia kwamba usijali changamoto ambazo unapitia katika kuhubiri injili hii ya kweli, usijali matukano, usijali watu wakuseme uongo, usijali lolote ambalo unakutana nalo katika kuhubiri injili hii. Nakwambia jipeni moyo, Mungu anawaona na ni yeye ambaye atawalipa, na malipo yenu ni uzima wa milele. Basi nitafuta ni comfort tu kidogo kutia moyo na neno hili ambalo linapatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura 5 na mstari wake wa 11. Alafu tutaunganisha na hili la Timotheo wa pili sura 3 na mstari wa 1. Basi kwa hiyo tutasoma tu wala tutahubiri. Basi kwa hiyo nitakuomba ndugu yangu mpendwa, mtumishi mwenzangu, mchungaji mwenzangu, ulijitoa kuhubiri injili ya kweli, sikiliza haya maneno na ninaamini kwamba yatakutia nguvu. Basi karibu tulisome kwa jina la Yesu. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowafanya manabii waliokuwa kabla yenu. Basi kwa hiyo umelisikia hilo neno, tutaunganisha na hili la Timotheo wa pili sura 3 na mstari wa 1. Anasema hivi, eti lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kukataa kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake Mungu. Kwa maana wakati huo wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa,
Vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani, lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile na upumbavu wa hao ulivyokuwa dhahiri. Bali wewe mwenye kuifia injili ya kweli, bali wewe umeyafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo na saburi, tena na adha zangu na mateso, mambo yaliyonipata katika Antiokia, katika Ikonio na katika Listra, kila namna ya adha niliyoistahimili, naye Bwana aliniokoa katika hayo yote. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Usiogope ndugu yangu, sikiliza. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Watawauzi, watawatukana, watawasingizia, watawanenea maneno kwa uongo, lakini jipeni moyo. Sikiliza. Lakini watu wabaya na wadanganyi na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu. Bali wewe mwenye kuifia injili ya kweli, Mungu akubariki. Apostle Peter Kaseka, Papa Jackson Muhirwa, Abibu Wanja Daniel na watumishi wenzangu, Mungu wabariki. Bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuishi na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Sikiliza. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuwahaibidisha katika haki, ili wewe mtu wa Mungu, ili wewe mwenye kuifia injili ya kweli, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo njema. Mungu akubariki wewe mwenye kuifia injili ya kweli. Kumbe usibabaike. Lazima hayo ambayo unayapitia yaonekane kwako, yawe ndio mafuta, yawe ndio kitunguu, yawe ndio tomate, yawe ndio vitamini. Kwa hiyo imani uliokuwa nayo, ninaamini kwamba yatakuhimiza na yatakufikisha sehemu ambapo Yesu Kristo anataka ufike. Usiogope. Jiunge nami tuhubiri injili ya kweli. Kwa jina la Yesu, Mungu atusaidie. Amen.